kushikamana na huyo mchungaji kwa sababu ya maneno yake matamu ya kukufariji kila siku, kufariji kila siku natoka umefurahi, unacheka, comedy iko madhabahuni, ni kucheka tu, ni kuvunja mambo. Sema yaani wanacheka mpaka vitambaa vinaloana kwa machozi ya kucheka. Haya. Endelea kucheka. Tumisha Mungu anapanda madhabahuni kwa ajili ya kuchekesha. Ndugu zangu, habari za imani ni swala nyeti sana kwa watu wanaofikiria. Swala la imani sio swala la kuruhusu mtu achezee imani yako. Kwa sababu imani yako ndio hatima yako ya maisha yako ya baadaye, ya milele mbinguni ama kwenda motoni milele. Kwa hiyo unapokwenda kanisani unapenda tukufanikiwa vitu vya uongo, kutiwa moyo vitu vya uongo. Hujui kwamba hicho unachezea pesa chooni, ikidumbukia hutaipata tena. Amen. Ndio maana tumejiripua wengine. Nimejiripua kusimama katika kweli. Mtu anipende, mtu anichukie, nitalipuka tu kwa sababu ni neno la Mungu, sio mimi. Amen Jose. Amen Jose. Sio langu, mimi namwakilisha Yesu. Amen. Amen Jose. Nakwambia tu kweli kabisa ni yale ya kunyoa au kusuka. Na ndivyo walivyohubiri watakatifu wa kwanza. Walisema chagueni hivi leo mtakayemtumikia, Mungu wa kweli au Mungu bahari. Lakini ukweli ni huu. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo mchungaji anapohubiri mahali, hatupaswi kuhubiri kwa ajili ya kuwashawishi watu watupende. Siku zote wanawaambia wanangu, mimi sio pesa, kwamba kila mtu anipende. Mimi sio pesa. Pesa ndio inapendwa na kila mtu. Kuna mtu anayekataa pesa? Ndio inapendwa na kila mtu. Mchungaji usipende kupendwa na kila mtu. Usipende tu kila mtu anakushangilia tu. Kila mtu hakuna. Yesu hakupendwa na kila mtu. Mungu mwenyewe hajapendwa na kila mtu. Mungu anapendwa na kila mtu? Hapana. Kuna wengine mpaka wanamtukana, wanakufuru maneno mazito. Tuko pamoja na Mungu. Amen. Sipende kupendwa na kila mtu. Na haina kuja kutokea. Maiti tu peke yake inaweza kupendwa na kila mtu. Yaani anakuja mpaka mbaya wako nikashuhudie na atabeba tatizo lako. Amen Jose. Paulo mtume anasema sikuwa napitia kuwashawishi watu wanipende baada ya kutoka kwenye dini. Cheki Biblia yako. Amen Jose. Amen Jose. Amen. Tupo nyakati za mwisho ambazo tunahitaji kusikia yaliyo kweli. Tupo katika nyakati za kumalizia. Tunahitaji kutia nanga zetu zishuke mpaka ardhini, ili mtu elimu yoyote isije kuja kutung'oa na kututoa katika kweli. Isije elimu yote ikakufanya uwe na mashaka na maamuzi ulionayo ya kutoka kwenye dini. Amen. Amen. Andika panasema. Maana sasa, je, ni wanadamu na washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, singekuwa mtume wa Kristo. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri Amen. 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 Amen.
Injili hiyo ndio fanya nini? Niliyowahubiria. Na wajulisha ya kuwa ndio sio namna ya kibinadamu. Injili ninayowahubiria si ya namna ya kibinadamu. Maana yake wale wanaoweza kutumia akili si rahisi sana kuhubiri injili. Wale ambao wanawaza matumbo yao si rahisi sana kuhubiri injili. Wale ambao wanawaza magari, kuendesha magari, kujenga majumba, kuwa na maisha ya kifahari, hawezi kuhubiri injili kama hii. Hii injili Paulo mtume alihubiri injili. Ndio maana mtu anajiuliza, mimi mtume mzizi. Mtume kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 wanahubiri watu baraka na kutabiri uongo. Mtume anahubiri kweli ya neno la Mungu, kweli. Mtume unatabiri mipira, mtume unatabiri sijui nani atashinda, sijui umeingia kwenye siasa, mtume. Kwenye Biblia utaona nani aliingia kwenye siasa? Nani alijiita mchungaji, alijiita mwalimu, alijiita mwinjilisti, alijiita aliyeitwa mtume na nabii? Aliingia kwenye siasa? Hakuna. Au mtu anakimbia nchi kwa sababu ametukana serikali, ametukana wanasiasa, mwenyewe aliingia kwenye siasa, anakimbia nchi sasa, anakimbia kwa ajili ya Yesu. Umedanganywa. Wanaohubiri kwa ajili ya Kristo hawakimbii. Amen. Jose. Na maana leo kila mchungaji anataka kuingia kwenye siasa. Manabii, mitume ni wanasiasa. Siasa. Wachungaji siasa. Nani siasa? Ukiingiza siasa mchungaji, huna huduma tena. Na hao ukiwaingilia wanasiasa, watakushughulikia vile vile kisiasa. Wewe si mwanasiasa? Kama mwanasiasa utashughulikiwa kisiasa hivyo hivyo. Tunaacha kuhubiri injili, watu watubu, waache rushwa. Tunaacha kuhubiri injili, watu waache kuua watu. Tunaacha kuhubiri injili, watu waache kuteka watu. Tunaacha kuhubiri injili, watubu dhambi, waache watu ufiraji na ulawiti. Tunaacha kuhubiri watu injili, waache ushoga na usagaji. Tunaanza kuhubiri siasa kuanzia asubuhi mpaka jioni, na tunawaalika njoo. Watu wanakwenda pale waende kusikia siasa. Jinga mtupu. Watoto wanaharibika, wako mitaani. Kila siku vijana wetu wadogo wanafumuliwa marinda. Wachungaji tunahubiri siasa. Tunahubiri siasa, wachungaji. Watoto wanaharibika kila siku, wanavuta bangi, madawa ya kulevya. Wachungaji tunahubiri siasa madhabahuni. Tuko serious, tumeitwa kweli. Manabii walitahadharisha watu wakae katika maadili. Amen Jose. Watu wakae kwenye sheria za Mungu. Watu wamjue Mungu, watu waache dhambi. Unaanza kusema wewe unakula rushwa, hubiri neno, asikie neno huyo mwanasiasa anayekula rushwa. Amen. Na hao ndio washirika wetu. Humo tunawalisha sakramenti kila siku, wako humo. Kwa nini tusihubirie injili? Watu wanaharibika. Wadada wanajipanga mabarabarani. Ikifika saa 12 jioni, wanaenda tu maeneo fulani. Saa 12 wadada, watoto, vijana wadogo, wasichana wadogo wamejipanga barabarani, wanajiuza. Sisi tunasimama kuhubiri siasa. Yohana kuhubiri siasa. Akaenda nyikani alisema, tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Amen. Masia Mgalilaya
Yesu Kristo akawatuma wawili, akasema nendeni mkawahubiri watu, mkawaonye kwamba watubu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kisha pozeni wagonjwa, kisha fufueni wafu, msitoze chochote kwao, msiwalipishe. Mkifufua watu msiwalipishe, msiuze vipawa hivi, maana mmepewa bure, mmepatoeni bure. Leo makanjanja wameingiza siasa, wanaingiza na sabuni, wanaingiza na saizi kuna perfume. Kuna jamaa mmoja anauza perfume laki sijui ngapi, laki 6 sijui perfume. Kuna mwingine anauza mshumaa laki 2.5, mshumaa wa upako, na mtaliwa. Msiposikia kweli, mtaliwa. Hakuna kupona, hakuna kupona ngo.